Usifike msibani mwana, usikanyage kwenye kaya ya mauti. Jina lako limeandikwa gizani, usifike msibani mwana. Nimefanya kama mlivyoniagiza. Na kafala mama yangu umefanikiwa. Na maagizo ulionipa mpaka leo siku ya 5 sijakanyaga msibani. Nataka kujua baada hapa kipi kinachofuata? Sasa sana kijana na moyo wa kijasiri. Sasa zoezi linalofuata unabidi uende msibani na ukafanye mapenzi na mwili wa mama wako, kisha ulete mani zako na kucha za mama yako za mikononi mpaka miguuni ujinazo hapa. Mbona siwaelewi? Mimi naambia nisifike msibani. Na leo siku ya 5 sijakanyaga msibani. Asijui mama yangu anapitia hali gani. Alafu mnakuja kuniambia tena leo nifike msibani. Tena nende msibani nikafanya mapenzi na mwili wa mama yangu. Mama yangu mimi nikala naye kimapenzi. Alafu kisha niwaletee umoni zangu, niwaletee na kucha za marehemu mama yangu. Hapana. Siwezi kufanya kitu kama hicho. Kama kuna zoezi lingine, naomba mniambie nitalifanya, lakini sio hilo. Sasa nisikilizeni. Kwenye hilo sitaweza kufanya upuzi kama huo. Kama pesa zenyewe ndio hizi, mimi naomba niishie hapa. Siwezi kufanya ujinga kama huo. Sasa kijana. Wacha hayo. Che misimulonga. Che misimulonga. Misimulonga che mwanangu mwali che misimulonga. Che misimulonga. Mama misimulonga che mwanangu mwali che misimulonga. Che mama misimulonga. Misimulonga che mwanangu mwali che misimulonga we. Wacha hayo mwali. Habala lacho. Habala cho baraka habala. Che misimulonga. Che misimulonga. Wa misimulonga mama. Ayo. Che kuzililonga. Wacha. Mwalimu. Hauna haja ya kurumbura, kwa sababu unajua kila kitu kinachoendelea. Hili si tatizo dogo, ni tatizo kubwa sana. Lakini haya yote hatuwezi tukayafanyira hapa. Ni lazima
lilipoanzia tatizo. Unamaanisha nyumbani? Ndio maana yake. Wacha kurukutanta mantetele. Bara. Che akusinironga. Che mama misimuronga. Mama misimuronga che. Mwanangu mwali che. Che misimuronga. Che. Usiku umeniamaza, majonzi yanabubujika, sauti za watu, kilio hakikati, lakini kuna jamaa. Hapana. Siwezi kufanya kitu kama hiki. Siwezi. Nimekukosea mama. Tena nimekukosea sana. Na siwezi. Sawa, natamani na pesa. Natamani kuwa na maisha mazuri. Mama. Hapana. Hapana. Sijui unapitia kati gani kipindi hiki. Sijui mama. Siwezi. Usifike msibani mwana, usikanyage kwenye kaya ya mauti. Jina lako limeandikwa gizani. Usifike msibani mwana, usiye sikanyage kwenye machozi ya mama. Mama kalala chumbani, pumzi zinapungua, wanawake wanamzunguka, wanashika mikono, anainua uso, macho yanawaka mwanga, anasema kwa pumzi, kauli ya mwisho: Msinizike, mpaka mwanangu afike, mwili wangu sishuke. Kama mwanangu hayupo, maneno yanatetemesha,
kila roho inavuta hewa, lakini mbali kijana anasikia sauti nyingine. Acha kurudi kwao. Mzee mwenzangu, uliniambia kitachojiri utanielezea, maana punde naona unaingia na mganga kulikoni? Jirani, naomba kuwa na subira. Nitakarudi leo, wewe nisubiri. Nitakufahamisha kila kilichojiri. Niache kwa nimalizane na mgeni. Usiku tatizo nini? Majonzi yanabubujika, sauti za watu, kilio hakikati. Lakini kuna jamaa, macho yake ni baridi, anaota majumba kwa damu ya mzazi. Kijiji kinamjua na njaa ya haraka, mikono yake mitupu, mioyo yao inachemka. Wacha kurukutanta mantete. Nahisi kuna tatizo. Na si tatizo dogo, maana nilivyotegemea na hiki ambacho nilichokikuta ni vitu viwili tofauti. Naomba kufahamu, nguo ya mwisho aliyevaa marehemu kabla ya kifo chake iko wapi? Kwa kweli mwalimu, siwezi kujua, kwa sababu wakati anakufa mimi sikuwepo, ila watoto wake walikuwepo. Labda jaribu kuwauliza wao. Sawa. Kingo, naam, njoo mara moja. Hivi mjomba? Naam mjomba. Unafahamu nguo ya mwisho alivaa siku anakufa mama yake? Mjomba, mimi sifahamu chochote, kwa sababu mara nyingi kuna chumba cha marehemu yuko dada Mbula. Kwa hiyo nafikiri yeye ndo atakuwa anafahamu mengi zaidi. Mbula yuko wapi? Mbula yule pale. Mbula! Mjomba. Hivi unafahamu nguo ya mama yako alivaa siku ya mwisho iko wapi? Ndio mjomba. Tunahitaji. Baada ya mwili wa mama ulivyokuwa unatoa harufu, kwa hiyo niliona nimvue zile nguo nikaenda kuzichimbia kule bondeni shambani. Wacha! Tayari mshaharibu kila kitu. Kila kitu kimeshaharibika. Sasa tunafanyaje mwalimu? Chawi anaua, alafu analia huyo muongo. Chawi anaua, alafu analia huyo muongo. Oh, uchawi mbaya, chawi anaua. Kidawa shoga yangu, hii familia ina mauzauza. Msiba na mganga wapi na wapi shoga yangu? Ndio hivyo shoga yangu, sasa tutafanyaje? Mimi mwenzako naenda zangu, sije nikatolewa kikoa bure. Haya shoga yangu. Kwa hili. Haya. Usiku umenyamaza, majonzi yanabubujika. Jirani yangu, maana mambo yanazidi kuongezeka.
na kwa zako wamechukua ile nguo kwenda kuizika. Wakati maiti iko ndani. Kweli? Lakini tunaongeza tatizo juu ya tatizo. Kweli jirani, mimi nazidi kuchanganyikiwa. Maana kila hatua. Yaani sasa hivi ishakuwa kama jina langu tupo sasa hivi. Mimi sijui lolote nilifanya hapo hivi. Kwa sababu kwa kuwa yule mwamba ameingia huko ndani na bado tunusikilizie kwanza atatoka na nini. Maana ameingia ndani ametoka na mada ya nguo. Sasa hivi ameingia tena ndani. Sijui atatoka na mada gani. Yaani mimi kama jina langu tupo. Naomba unifanyie subira jirani yangu. Mimi naamini kwamba sitakuacha kila atakavyoji. Hakikisha unajua. Niache kidogo. Sawa, mimi nakuelewa zaidi tupo. Chiamu. Kumenyamaza, majonzi yanabubujika, sauti za watu, kilio hakikati. Lakini kuna jamaa, macho yake ni baridi, anaota majumba kwa damu ya mzazi.